Yo my people. Leo tutaongelea juu ya Kadama. Tutaongelea juu ya Kadama. Our host today. Who's the host here? I'm the one. You're the host, eh? Yeah. Okay, he's the host. But kama mgeni mimi ndo nitaulizia maswali. Mgeni anamuuliza host maswali. Kuna mimi nimeona badalika. Lazima naona umejihami mpaka umeandika maswali yako kabisa. Ili nataka unijibu vizuri sana yako. Sawa. Okay, who is Kadama first of all? Who is Kadama? Kadama? Nielezee Kadama ni nani? Kadama mimi kwa uelewa wangu chenye naelewa. Kadama ni yule mtu mwenye anafanya kazi ya mkono. Mara nyingi wamekuwa kwenye mitandao, kila mtu anayemuuliza who Kadama anakuambia Kadama ni maid mwenye anafanya kazi ya nyumbani kama hivyo. Lakini katika uelewa wangu mimi najua Kadama ni yule mwenye anafanya kazi kama za domestic work, kazi kama hizo za mikono nini. Ile toje watu kama malebara, watu kama security, pamoja nao wenye wanajulikana kama makadama lakini wenyewe wanajiita team strong. Au wote kuwachanganya kwa jumla ndio inakuwa inajenga neno Kadama. Maana hata ukichunguza kiundani zaidi utakuja kugundua kwamba hizi shati za security kuna mahali kuzimeandikwa Kadama. Kuna mahali zimeandikwa Kadama. Sasa ukichunguza ile ni neno la Kiarabu lakini ukilifanua kiundani zaidi unakuja unapata neno bado ni ile Kadama. Sasa hiyo ndio uelewa wangu ninaelewa. Sawa. Je, unapotaka kusafiri kwenda pengine Saudi Arabia ama wapi popote hivi? Je, kuna lazima gani yani kupitia agent yani kuna any reinforcement? Siapitie kwa agent. Sasa hiyo kupitia kwa agent hiyo tuseme hiyo ni kama plan A lakini bado kuna plan B. Kwa hivyo kumbe hapo tunakuja tunagundua kuwa mtu akona uwezo kusafiri bila kupitia wapi? Kupitia kwa agent, kwa sababu kuna nini? Kuna plan B. Unaona? Bosi anaweza kukutumia visa through online, through email, bado ukasafiri. Lakini pia tunapotumia agent kwa sababu tunataka kujaribu kufosili mambo. Unaona? Bosi hajui background yako kama vile bosi anavyoona agent anakutambua. Ndio maana unakuta watu wengi wanatumia agent kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutengeneza safari. Na agent sasa naye anatumia opportunity hiyo kuweka uhuni wake pale ndani. Naona umenijibu swali lingine lakini pia si vibaya. Kwa maana umenijibu mpaka vitu vinavyotakikana kwa mtu asafiri. Kwa sababu hilo si swali nilikuwa nimeuliza lakini pia Simba umenijibu. Na unapofika huko kikazi kama wewe ni Kadama, unaenda kule kama Kadama. Kitu gani mwafaka haja huko sio kama umefika lakini pengine umeona atakuja sio kufurahisha au hujapendezwa na pale vipi? Yaani hiyo umeenda pale kazi ile hujapendezwa na ile boss. Je, ni vipi utafanya? Je, utakumbuka yule agent ama kuna penye utafanya mpaka fulani ile story? Utafanya aje? In short, jaribu kujibu short. Sasa hapo tunaenda hivi agent hakuna njia moja au nyingine ya kukusaidia. Lakini sasa inategemea. Sio unaelewa? Tutafafanua kidogo ili wapate kuelewa. Hapo kidogo inategemea unajua kuna yule agent mwenye anakupeleka direct kwa boss na kuna yule mwenye anakupeleka kwa kampuni. Sio unaelewa? Sasa unapotokiwa na matatizo ni lazima upige kampuni yako ili ikupatie msaada kule. Na ujue sasa hapo kampuni tayari ilishalipa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kukuuza wewe. Sasa inakuwa ni ngumu sasa ushaona kupata msaada. Sasa kwa ajili ya kupata msaada ili uweze kusaidika utafanyaje? Ni kwa sababu inatakana sasa utumie plan B. Sasa ndio hapo unachukua namba ya emergency unapigia kama ni alfadha polisi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya msaada zaidi. Sure. Okay, that's good. Na je, mbona hao wafanyikazi wengi acha ndio wafanyikazi kwa maana nikisema natumia jina Kadama ni kama Kadama wengi wanadharau. Ndio hivyo sasa. So wafanyikazi wengi wamekuwa wanalalamika sana Waislamu na basi nini.
Unalichukulia vipi hili swala pia? Sijui kama alionaje. Maana wengi na most of the Kadamas wengi ni Muslim, lakini wanakuja na point like wanasema mabaya wanasema na mbaya. Yaani unalichukuliaje hilo swala pia wewe kama hilo swala? Tayari kwa upande wangu mimi napinga. Maana ukisema kwa Waislamu wako na roho mbaya, hiyo inamaanisha tayari hapo tayari umechanganya Uislamu wote ndani. Kwa hivyo ambapo wapo lakini si percentage kubwa. Ni baadhi. Elezea kidogo hapo. Ni baadhi. Kwa maana kama vile sio tu Waislamu pekee wa Gulf ndio kuna roho mbaya. Hata kule Kenya pia kuna mtu bado ni Muislamu lakini akona roho mbaya. Bado kuna Mkristo lakini bado akona roho mbaya. Kwa hivyo ile ni roho ya mtu tayari mwenye binafsi. Mpaka hapo tumeelewana. Sawa. Na hiyo wakati wa masaa kazi na hapo vipi? Masaa kazi je, kuna wakati wanapumzika ama ni vipi? Pengine hilo una inchi kidogo unaelezea pia wanaotazama pale. Wale sasa hao tuseme kama housemaid. Housemaid kama housemaid. Tumie Kadamu hiyo eleze. Lakini sasa Kadamu ndio tutakuwa wachanganya mpaka ma security, malebara. Bora ile kama hata kitu kwa house. Ndio hiyo sasa. Sasa hao inakuwa changamoto inakuja na wapi? Ni wale sasa wanachukuliwa kama wana family katika ule mjengo. Utakuta hawapangii masaa kufanya kazi, muda wote, hana hofu, hana masaa kupumzika. Yaani tuseme pengine kama masaa kupumzika kwa yako basi machache sana. Lakini muda mwingi wanaotumia wakiwa wanafanya nini? Wakiwa wanafanya kazi. Na masaa yao wanapumzika ni masaa yenyewe wanafuatia wale masaa ya kulala tu. Pengine utakuta Kadama pengine ameamka asubuhi kama 6 ama 5 kwa ajili ya nini? Ya kufanya kazi. Lakini ikifika 10 ama 11 night, hiyo ndo masaa yake ya kulala. Ikifika asubuhi amerauka tena. Saidia sana. Ndio hivyo sasa. Okay, kuna swali lingine la tatanishi kidogo. Toka unajua sisi ni okay. Sawa. Unajua Kenya bwana, kazi ngumu zaidi inasemekana kule ni korogo. Korogo ni kazi nyingine ngumu kabisa. Lakini when it comes back to Gulf, things are different. Na unakuta wanasema kazi ya Kadama ni ngumu kuliko korogo. Jaribu kuweka jaribu kuelezea hapa shida ni mimi kwa upande wangu ninavyojua bro, pesa inatoka mbali. Inatoka mbali. Na sasa ukisema kwamba unataka ufanye kazi rahisi ndio ile uweze kuzingatia maokoto yako kupitia njia rahisi, hakuna shortcut katika hii dunia. Unaona? Hakuna shortcut kabisa. Ni lazima utumie njia ngumu ili ukule pesa. Lazima upate challenge kabisa. Sasa katika kazi ni lazima kazi iwe ngumu. Au Kadama wenyewe unaona wamejibadilisha jina sasa wanajiita Team Strong ili wamezoea. Wale hata ukipata kwenye nyumba pengine wanafanya kazi, ukipata pengine ukuta imeparara nini imechakaa, hawataki hata kuja painter sije aje apake rangi neno shona, wenyewe wanatumia tu dunia wanaramba. Wanasema sio ni kupangusa hiyo na ukuta inang'ara. Unaona? Kwa hivyo kila kitu ni mazoea, una graduate pole hapo. Na hilo ni swali lilikuwa niliulize next. Lakini wenye umelijibu pia mbaya. Kwa mtazamaji pia amepata kitu. Na je, ni kwa nini wewe kama Kadama ukisafiri kutoka Kenya ama nchi yote ukishafika tu kwa kwa kwanza ile jamaa anachukua ile passport. Wana manufaa gani ile passport? Ana manufaa gani? Sasa hapo inamsaidia nini? Wewe je unafikiri vipi? Hiyo kweli inauma. Sasa hapo kuchukua passport unajua sana kama vile sasa wewe ni mtu mzima sasa na akili yako. Alafu sasa mtu akwambia nipatie ID yako nikushikie. Kwa hiyo unakokwenda nikushikie. Sasa hiyo inakuwa ni makosa. Utashikiaje ID ama pengine yule Mwarabu anaona kama pengine ile si ID. Ni passport. Ni passport lakini bado ikipotea bado haijapotea mikononi mwako. Sasa unajua yule Mwarabu akikushikia kama vile ni jambo la kujiuliza kwanza wewe kama mtu mzima. Mbona nishikie passport kwani unaona nitaifanya toilet tissue vipi? Ushaona vitu kama vile vitu vya kujiwekea tu mwenyewe. Kabisa. Sawa bwana. Wale wote tuache hapo. Just give comment less. Kabisa.